Waislamu, kidogo nina ujumbe wangu, naomba unisaidie kuufikisha kwa ndugu zetu Waislamu. Na ujumbe huu mimi ninaukusudia kuutoa kwa ikhlas, na ninamshuhudisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ujumbe huu kwamba mimi ninautoa kwa ikhlas. Na Mwenyezi Mungu kupitia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, ad-dinu an-nasih, dini ni nasaha, watu kupendeleana mambo ya kheri na kadhalika. Katika hii miaka 5-10 ambayo sisi tupo sasa hivi, dini imepotezewa heshima yake, dini imepotezewa heshima yake, imepotezewa thamani yake, imepotezewa haiba yake. Na walioipotezea dini heshima na haiba yake ni wale ambao tuliwatarajia kuwa wao ndio wapiganie kuipa dini haiba na heshima yake. Hapa ninakusudia kwamba kupotezewa dini haiba, kuna kitu hichi kimeingia katika zama hizi miaka 10-15 ambacho kimekuwa maarufu, kinaitwa raddi. Kila shekhe akisema hivi, anakuja shekhe mwingine anasema hivi kumrudi shekhe huyu. Huo ndio umekuwa utamaduni. Kwa sehemu kubwa hakuna shekhe aliyokuwa hajafanyiwa rududi. Lakini kama kwamba haitoshi, kuna kitu kinaitwa nikash, na hichi nacho tumekiona kimetokea Dar es Salaam, tumekiona kimetokea Kenya, tumekiona kimetokea Zanzibar, kimetokea sehemu nyingi na kwa nyakati tofauti tofauti. Lakini kwa sehemu kubwa sio hizo rududi wala sio hizo nikashi ambazo zimetuletea natija Waislamu. Zaidi yake ni kwamba viongozi wa dini wanatukanwa. Yule ambaye anahisi kumpendelea shekhe fulani katika jambo fulani, shekhe mwingine akimpinga shekhe yule, wale wapambe wake na wapenzi wake wanatoa maneno kumtukana shekhe huyu, wanafika kumwambia mnafiki, wanafika kumwambia kafiri, wanamwambia kufika kumwambia muongo, wanafika kuwakatia kabisa hukumu ya kwamba nyinyi ni watu wa motoni. Uislamu hautaki hivyo, na wala dini yetu haikusema hivyo. Hakuna mwenye mamlaka hayo ya kumkatia mtu ukafiri na kumkatia mtu pande la moto isipokuwa mwenyewe Rabbul Arbabi, ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini kama utakwenda katika hizo kometi hizo za wapambe wa hao mashekhe katika hiyo midahalo na hizo nikashi, kuna maneno machafu ambayo hawakuwa wanastahiki waambiwe viongozi wetu wa dini. Sasa mimi binafsi kila nikikaa nahisi sioni faida ya hizi nikashi. Sasa nilikuwa nataka kutoa nasaha kwa hao mashekhe zetu waliokuwa wasomi, waliokuwa wanaweza kukosoa. Mimi ninadhani kwanza wakae watafakari, je, nikashi zao zimeleta faida? Nikashi zao zimewakusanya Waislamu pamoja? Nikashi zao zimewatoa watu sehemu moja kuwapeleka katika kheri? Kama hili halikupatikana, maana yake watu wamezidi kugawika, maana yake watu wamezidi kudhalilika, na hata Uislamu ndio kama tulivyosema unazidi kuondoshewa haiba na heshima yake. Hakuna faida ya nikashi hizo. Sasa kama kuna mtu kwa mfano mpaka kesho anaamini yeye maulidi yanafaa, basi hakuanza huyu anayoyasoma leo maulidi. Kuna wanawazuoni wakubwa waliotangulia huko wakasema maulidi yanafaa, na hao wanawazuoni waliosema yanafaa walikuwa na dalili zao, walikuwa na hoja zao, walikuwa na
kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullaha wa yuallimukumullah ma lam takunu. Kuna watu walikuwa wacha Mungu. Sasa inawezekana wewe kiwango alichokuwa nacho huyo shekhe wewe hujakifika, ilmu aliyokuwa nayo hujaifika. Kwa hivyo kujenga hiyo hoja aliyojenga wewe kwa uchache wako bado hujaweza kufika kule. Kwa hivyo usiingie tu ukamkufurisha mtu. Na aliyogawa taksim katika rububia, uluhia na asma wa sifati, na yeye alikuwa mwanawazuoni mkubwa kabisa, alikuwa mcha Mungu mkubwa kabisa, alifanya kazi kubwa sana. Yawezekana kwa uchamungu wake Mwenyezi Mungu alimfahamisha hivyo alivyomfahamisha. Mimi na wewe bado hatujafika kule. Hawa mabwana wamefanya kazi kubwa mbele za Allah, sisi tuliobaki ni zogo tu. Kwa hivyo mimi nilikuwa na ushauri kabisa kabisa, kama kuna watu wanafikiria kufanya nikashi, kama kuna watu wanafikiria kufanya rududi, mimi nadhani kwanza wangelisimama katika hilo. Kwa ushauri kabisa, wangelisimama. Yule mwenye taksim katika tauhidi acha asomeshe, yule anayeamini maulidi muache asomeshe, kama walivyokuwa wanawazuoni huko walikopita huko. Walikuwa hawakutukanana kiasi hichi. Maulidi yalikuwepo, hiyo taksimu ilikuwepo, khitima zilikuwepo, na watu hawakutukanana, na madhehebu zilikuwa tofauti tofauti pia. Kwa hivyo mimi nilikuwa nataka niwafikishie ujumbe mashekhe zangu. Mimi mdogo sana kwao, hata kuzungumza mbele yao sina uwezo wa kuzungumza, na nadhani inawezekana hata kunisikiliza wasinisikilize, lakini mimi ninawaomba kwa ajili ya Allah wamuangalie Allah, waipe heshima dini ya Allah, wawape thamani viongozi wa dini waliotangulia, wawape haki wanayostahiki mashekhe zetu waliotangulia. Wala hatuna uwezo wa kuwakosoa na kuwadoboa. Tuelewe tu kama ilivyothibiti katika hadithi ya Bwana Mtume. Mtume mwenyewe anasema khairul quruni qarni. Kama haya maneno tunayakubali na kwamba hii ni hadithi sahihi, maana yake wacha Mungu walikuwa wa mwanzo, wakafata waliofata, waliofata wakafata. Kila siku zinavyokwenda, maana yake tunazidi kuporomoka. Maana yake ufahamu wa mtu wa leo hauwezi kuwa sawasawa na ufahamu wa mtu miaka 1000 iliyopita. Si kweli. Kama tunaikubali hii hadithi, basi vile vile tukubali yaliyofanywa na mabwana waliopita yatakuwa tofauti na ufahamu wetu sisi wa leo. Kwa hivyo hakuna haja ya kuwashambulia wazee wetu hao, na wala hakuna haja ya sisi kuweka nikashi na midahalo. Wewe somesha ulivyosomeshwa, na mimi nitasomesha nilivyosomeshwa, na yule asomeshe alivyosomeshwa. Wala hakuna haja ya kugombana, hakuna haja ya kutukanana. Waswahili sisi husema kwamba tunajenga nyumba moja, sijui kama hili neno nalo tulitumie hapo, lakini tunasema tunajenga nyumba moja, si ndio? Anayeleta fito kachangia, anayeleta makuti kachangia, atakayeleta jengo kachangia, si ndio? Na nyinyi wanawazuoni mnatuambia mwenye kujitahidi akaswibu ana thawabu mara 2, na anayejitahidi akakosea ana thawabu mara 1. Kuna matusi ya nini tena?